Bwana, leo ndio mchizi alikuwa ametoka gerezani, alafu mbaya zaidi mwanamke ambaye ndo alimfanya akaenda gerezani akamkuta anamsubiri pale nje na kumwambia eti anahitaji kumpa fidia ya kile alichomsababishia. Alimpiga mkwara wa hatari na kumwambia, miaka 8 nimekaa gerezani kwa sababu ya ujinga wako, nilikusaidia walipokuwa wanataka kukubaka wauni. Alafu mahakamani bibia akaenda kubadilisha story kwamba jamaa ndio aliyetaka kufanya kile ambacho alikuwa anatakiwa kufanyiwa na wale wauni. Fasta bibia alivuta cheki ya kama $10,000 hivi na kumkabidhi jamaa kwamba hii ndio fidia ambayo nimekuja kukupatia. Mchizi alichukua ile cheki alafu akamwangalia sana huyu bidada kwa hasira. Ghafla aliyekuwa anataka kumbaka huyu binti siku ya tukio, kumbe tayari yuko kwenye mahusiano na binti na tayari alikuwa anamuita kwenye gari waondoke. Hili lilimpa hasira sana jamaa na kuitupa ile cheki na kumwambia kabisa bibia ya kwamba nitalipa kisasi kwa yote mlionifanyia. Ila bibie maneno aliyomwambia mchizi ni kwamba nenda kaishi maisha yako, usipambane na huyu jamaa kwa sababu hutamshinda. Lakini jamaa alimwahidi jambo moja ya kwamba yeye ndo atakayeamua kama anaweza au hataweza kumshinda. Basi mchizi alifika mtaa, lakini kila mmoja alikuwa anamkimbia. Si unajua tena mchizi alikuwa gerezani, kwa hiyo ni kama raia walikuwa wanamuona mtu fulani hivi mieyusho, mtotoidi fulani. Anyway, tuendelee. Basi Fasta alikuja mwenyekiti wa kijiji na akamletea zawadi nyingi sana mchizi kutoka kwa wanakijiji. Ndiyo walikuwa wanamuogopa, lakini bado walikuwa wanamuonea huruma, na akapewa taarifa mbaya kwamba wazazi wake wote walikufa katika ajali mbaya sana ya gari miaka mingi iliyopita. Na wakati anaendelea kusikiliza, aliingia huyu single mother pamoja na mwanae, na walimletea zawadi pekee waliokuwa nayo ndani ni yai moja pekee walilokuwa wamebakisha. Wema wa hawa wanakijiji ulimuumiza sana moyo jamaa, na aliahidi ndani yake ya kwamba atahakikisha wanakijiji wote hawa wanapata maisha mazuri. Sasa katikati ya zawadi za wanakijiji walizoleta, kuna hivi vitu ambavyo wazazi wake walikuwa wanampelekea gerezani siku ambayo walipata ajali, na kati ya hivyo vitu ni huu mkate wa kuoka. Mchizi aliung'ata, na alipoangalia vizuri aliona number plate ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa damu, na kibaya zaidi hizi number plate ni za ile gari ya yule mchizi ambaye alikuja na demu wake siku anayotoka gerezani. Kwa hiyo kumbe yule binti na yule mchizi wake ndio waliomuulia wazazi wake kwenye ajali ya gari waliopata. Bwana, jamaa alipandwa na hasira ya hatari sana.